nyingine tena. Raundi hii katika Mabala The Storyteller tunakuletea uchambuzi wa riwaya ya Mzingire. Riwaya hii imeandikwa mwaka 1991 iliyopita katika kalamu ya mwandishi Euphrates Kezilahabi. Nikusihi kabla ya kusikiliza uchambuzi huu, kama bado hujaisikiliza simulizi ya kitabu kinahusu nini, basi tembelea video iliyotangulia mwanzo iliyoelezea kuhusiana na simulizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Simulizi hiyo inapatikana katika ukurasa huu wa YouTube wa Mabala The Storyteller. Lakini pia nawashukuru wote ambao wamesubscribe na kuendelea kushare na kusapoti kazi yetu katika ukurasa wa YouTube channel wa Mabala The Storyteller. Kama bado hujafanya hivyo, na kuomba uklik subscription na kuomba uklik neno subscribe kwa ajili ya kusapoti kazi yetu. Kazi kama hizi ambazo tayari zinaendelea kutoka na nyingine zikiwa zinapikwa zipo jikoni. Langu jina niite John Mabala ama Mabala The Storyteller. Karibu sana katika uchambuzi katika lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa nami mwanzo mpaka mwisho wa riwaya hii. Kwa kwanza tutaanza na utangulizi mfupi kuhusiana na riwaya. Riwaya hii inaanza kwa kisa siri cha kuzaliwa kwa mtoto kizee ambaye wanamuita Kakulu. Ni mwendelezo wa riwaya Nagona, ambapo kama ilivyokuwa Nagona, riwaya hii inahusu safari ya motifu, safari ya shujaa asiye na jina. Mwandishi ameamua kumtumia mhusika Mimi ambaye ndiye msimulizi wa riwaya hii. Hapa tunaona mhusika Mimi anatumwa kupeleka ujumbe wa kifo cha mkombozi wa pili kwa baba yake anaitwa Mzee. Mhusika Mimi anaanza safari yake na kwa baba yake anaitwa Mzee. Safari yake inampelekea katika kujua maana ya maisha. Mimi anafanikiwa kumpata Mzee katika kijumba chake kule juu mlimani, kama nakumbuka vizuri sana, na kuamua kufanya naye mazungumzo. Hata hivyo, Mimi anashindwa kumshawishi Mzee kuhudhuria mazishi ya mwanae. Mhusika huyu Mimi analazimika kurudi na majibu ambayo hajakamilika. Inamchukua karne na karne akiwa njiani katika safari yake, na anafika katika kijiji chake. Alipofika anagundua kijiji chake kimeharibika na mabomu ya nyuklia na kubaki magofu tupu. Baadaye tunamuona mhusika huyu anamkuta Mzee. Mazungumzo yanazidi kusawiri. Baada ya muda mrefu, mvua inanyesha na uoto wa asili unarudi tena katika hali yake. Baadaye tunaona katika hali ya ajabu mwanamke anatokea na kumuongoza mhusika huyu Mimi kuelekea katika ulimwengu mpya kabisa na kumwacha Mzee ambaye baadaye alitoroka. Mhusika Mimi na mhusika mwanamke wanaishi pamoja na kuanzisha ulimwengu mpya. Wote wanaonekana kujua makosa aliyofanya zamani na kuepukana na makosa hayo. Baadaye wanaamua kujenga ulimwengu mpya bila kutumia maarifa yaliyokuwa nayo mwanzo, yaliyokuwa yanamtegemea Mzee. Kwa kwanza kabisa uchambuzi wetu, ningependa kuelezea ni aina gani ya riwaya. Kama unavyojua, aina za riwaya zipo nyingi kulingana na mikondo mbalimbali, lakini kwa hakika kabisa hii ni riwaya ya kifalsafa kama ilivyofunuliwa na mwandishi Euphrates Kezilahabi katika kitabu chake mwanzoni. Kwa nini nasema hii ni riwaya ya kifalsafa? Zipo sababu mbalimbali nyingi kwa kweli za kuthibitisha. Jambo la kwanza, tuelewe nini maana ya riwaya za kifalsafa. Riwaya za kifalsafa ni aina za riwaya zinazojikita katika kuibua mtazamo mbalimbali kupitia fikra, ambapo mtunzi lazima akuzamishe kwenye fikra uanze kuwaza dhana mbalimbali za kifalsafa, kama vile dhana za maisha hayana maana na kadhalika. Hivyo ukitafakari vizuri simulizi ambayo nimeisimulia, lakini ukisoma kitabu vizuri, utagundua kwamba riwaya hii inaingia katika kundi la riwaya ya kifalsafa kwa sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza ni matumizi ya wahusika. Katika matumizi ya wahusika ni dhana ambayo inathibitisha kwamba hii ni riwaya ya kifalsafa kulingana na sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza, mwandishi amemtumia mhusika Mimi. Kwa nini mwandishi amemtumia mhusika Mimi? Lengo lake ni kukuzamisha katika fikra, ujifikirie kana kwamba wewe ndio unasimulia story na kuanza kufikiri kuhusiana kina cha fikra. Sasa hiki kina cha fikra ndio dhana halisi ya kifalsafa, na ndio maana inaingia katika kundi la riwaya ya kifalsafa. Lakini pia katika wahusika hapa mwandishi wahusika wake wanatenda mambo yasiyoweza kufanywa na binadamu wa kawaida. Lengo lake mwandishi azidi kukuchanganya na kukuzamisha katika fikra. Mfano mzuri tu, kama unakumbuka vizuri na umesikiliza simulizi na umesoma kitabu, utagundua kwamba wahusika walifanya mambo ya ajabu. Mfano, yule mhusika mwanamke ambaye alibadilika katika umbo la kuwakawaka kama malaika. Tunamuona anaamua kubadilika kama malaika, anawaka kama taa na anaungana pamoja na mhusika aliyopewa jina la Mimi, mhusika ambaye nimempa jina la Mimi ambaye mwandishi hajampa jina. Huyu mhusika anaogeshwa na yule mwanamke. Baada ya kuogeshwa anabadilika na kuamua kufanana naye, wanawaka kama taa. Ukifikiria katika fikra za binadamu, hakuna mhusika ambaye anaweza akawaka kama vile. Kwa mwandishi anakutengenezea fikra ili uzame katika fikra na kuanza kufikiria huyu mhusika ni yupi katika kina cha kutafakari. Hiyo ndio maana halisi ya kifalsafa, na hii ni tofauti na riwaya kama za kijamii. Riwaya ya kijamii inaelezea mambo ya wazi ambayo wahusika wake wanatenda mambo ambayo yapo kwenye jamii, kama vile watu wanakuwa wezi, walevi na mambo mengine ya kawaida katika jamii.
Sababu nyingine inayothibitisha kwamba hii ni riwaya ya kifalsafa ni muundo wa uduara. Mwandishi ametumia muundo wa uduara katika simulizi yake. Uduara umeonekana katika sehemu mbalimbali. Sehemu ya kwanza katika uduara wa maisha. Mwandishi ameelezea maisha yalivyokuwa mzunguko kuanzia mwanzo hadi mwisho, lakini pia uduara katika safari. Tunamuona pale pindi ambapo yule mhusika Mimi alipoanza kusafiri, anaanza mwanzo, anaelekea mlimani, anajikuta anarudi pangoni, anarudi alipotoka. Ni kama vile kaduara kanatengenezwa, na kwa bahati mbaya au nzuri anajikuta kila anapokuwa anafika yule mhusika mzee anamuona tena. Kwa hiyo ni dhana za kifalsafa na inathibitisha kwamba hii ni riwaya ya kifalsafa. Lakini pia zipo dhana nyingine, uduara katika swala la kifo. Mwandishi Kazi Rahabi miongoni mwa watu wanaamini kwamba uduara unaonekana katika kifo. Kwa maana gani? Mtu anapokuwa akifa, basi anaweza akatokea katika umbo jingine au akaonekana kupitia watu wanaofuata mbeleni, aidha mtoto au wajukuu wanaweza wakarithi dhana zile zile. Pia tunamuona mhusika kipofu ambaye yeye alipomsimulia yule mhusika Mimi alipokuwa akimuongoza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, alipokuwa njiani alimuelezea kwamba kwa nini yupo kipofu. Kuna kauli alizungumza akasema, niliendelea kupiga malimba mpaka pale ambapo ndoto zangu zilipokatizwa na mlevi mmoja alionigonga. Yule mhusika Mimi alipomsikiliza yule mzee akashtuka akasema, ina maana anazungumza mtu aliyokufa? Akashangaa akasema, ndio, nikushukuru kwa sababu wewe ulikuwa ni mtu wa kwanza kurusha mchanga kwenye kaburi langu. Ile inathibitisha kwamba yule kipofu alikuwa ameshakufa, lakini raundi ile anaonekana bado kuendelea kuishi akimuongoza mhusika Mimi katika safari yake. Kwa hiyo huu ni uduara ambao unathibitisha kwamba hii ni falsafa, hii ni riwaya ya kifalsafa. Lakini pia sababu nyingine inayothibitisha kwamba hii ni riwaya ya kifalsafa ni muundo wake ni changamani. Yaani mwandishi hajaamua kuturahisishia kama riwaya za kijamii ambao muundo wake na moja kwa moja. Ameamua kutuchanganya. Sura ya kwanza inamuelezea Kakulu, ana story nzuri ya kusisimua, unaifurahia story Baadaye unaamua kuvuta taswira kwamba nini ambacho kitachoendelea, unasikia Kakulu amepotea. Unaingia sura ya pili, unakutana mambo mengine kabisa ambayo ni tofauti kabisa. Swala la kifo kimetokeaje hujui. Kwa hiyo unaanza kuzama katika fikra, kwanza kutafiti mwandishi anataka kuzungumzia nini hapa. Zile fikra, hiyo ndio dhana halisi ya falsafa. Yapo mambo mengi lakini kwa uchache hiyo ni uthibitisho kwamba hii ni riwaya ya kifalsafa. Moja kwa moja tuelekee katika dhana mbalimbali zilizoibuka hasa katika dhamira zilizopatikana katika riwaya ya Mzingire. Nikukumbushe tu jina langu ni John Mabala. Uendelee kusubscribe katika Mabala The Storyteller. Kama hujaelewa kipengele chochote, unakumbana na changamoto mbalimbali na unataka kusaidiwa kwa namna yoyote kuhusiana na uchambuzi wa kitabu na masuala mbalimbali ya kazi za fasihi, basi usisite kunitafuta katika namba 0613486430 au 07486430 kwa njia ya Nomo au WhatsApp. Tunaendelea. Dhamira zilizoibuka, tunaanza na dhamira kuu. Dhamira kuu tunaweza kusema ni ukombozi. Kwa nini ukombozi? Mwandishi ameibua dhana ya ukombozi katika dhana 4, naweza kusema hivyo. Ukombozi wa kwanza ni ukombozi wa kiuchumi. Ukombozi wa kiuchumi umeonekana wapi? Ukombozi huu umeonekana katika sura ile ya kwanza katika ukurasa wa kwanza. Pindi tu jamii ilipoamua kuungana kwa pamoja, kulima na kuamua kukwama baada ya ukame ulipozidi sana. Walipokwama wote waliamua kuungana kwa pamoja kwenda kuomba msaada kwa Kakulu. Kakulu aliwasaidia wananchi kulima na kuwapandia. Na tunaona kwamba mazao yalikuwa ni makubwa sana. Kwa wananchi wakaamua kukomboka kiuchumi kwa sababu ya msaada waliopata kutoka kwa Kakulu. Ukombozi wa pili ni ukombozi wa kifikra. Hapa sasa tunamwona Mwafrika ambaye yeye anatusimamia kutuwakilisha Waafrika vyema kabisa. Mwafrika ambaye ni mwanamke, yeye alikomboka kufikra wapi? Pale tu alipokataa kucheza mbele za watu, kwani aliamini kwamba hii ni moja kati ya njia ya udhalilishaji. Kwa hiyo akafikiri akasema, hapana, siwezi kufanya hivyo. Aina tatu ya ukombozi ni ukombozi wa kiutamaduni. Ukombozi huu tunamuona kupitia mwanamke yule wa Kiafrika. Kama unakumbuka, yeye alikataa kuiga utamaduni wa kigeni, utamaduni uliotangulizwa mwanzo ambao ulikuwa ni wa hovyo, wa kucheza wakiwa uchi, uliofanywa na watu wa Ulaya, wakafuata watu wa Amerika na wakafuata watu wa Asia. Alipofika tu Mwafrika, ile inapigwa makombolelo tu. Mwafrika akakataa na akasema hapana. Kama unakumbuka vizuri alisema, na sasa nawaletea Afrika. Mtangazaji aliposema, lakini yeye alisema, na sasa nitawaambia jambo moja, sitocheza dance mbele yenu, Afrika haitacheza. Alithibitisha kwamba yeye amejikomboa kiutamaduni. Na baadaye tunaona aliyompata ni mabaya, kwani aliweza kuuliwa. Ukombozi wa mwisho ni ukombozi wa kisiasa.
Ukombozi wa kisiasa umejitokeza wapi? Ni rahisi sana kuelezea ukombozi wa kisiasa pale jamii ilipoamua kuachana na mifumo ya kibepari na kuamua kuungana na mwanamke ili kuleta haki na usawa katika jamii. Hii tunaiona wapi? Tunaona mwishoni mwa kitabu kabisa, ukurasa wa mwisho, pale ambapo mwandishi anavuta mandhari kama vile Adamu na Eva. Tunamwona mhusika yule Mimi alipoamua kuungana na mwanamke na kuamua kufurahia na kuachana na mambo yaliyopita. Wakachoma vitabu na kila kitu na kuamua kuanza lugha yao na maisha yao mengine pasipo kumtegemea yule mzee. Kama una kumbukumbu vizuri, maneno yafuatayo yanathibitisha ukombozi huo. Tuliposimama, mmoja alitizama kaskazini, mwingine kusini, mmoja mashariki, mwingine magharibi. Kwa pamoja tuliinua mikono yetu kama sehemu ya amani. Hiyo inathibitisha vizuri kwamba walikomboka kisiasa. Naam, baada ya kuiangalia dhamira kuu ambayo ni ukombozi na aina zake, tuelekee kuziangalia dhamira nyingine ndogo ndogo. Hii itakusaidia kwamba ukielezee dhana ambazo zimepatikana, basi itakuwa rahisi kuelewa kitabu kimesheheni mambo gani, kwa sababu unaweza ukasoma usielewe dhamira zilizopatikana mule. Kwa hiyo uchambuzi huu utakupa mtazamo halisi wa nini ambacho mwandishi amekizungumza, hali ambayo itakusaidia kuelewa na kufanya vizuri katika mitihani yako. Dhamira ya kwanza ambayo tunaanza nao ni ukoloni mamboleo. Ngoja kwanza niweke chini microphone yangu, nichukue maji na kuanza kunywa, baadaye tuweze kuendelea. Umeonekana wapi ukoloni mamboleo katika riwaya ya Mzingire? Tupate pumziko fupi. Ukoloni mamboleo umeonekana pale ambapo jamii ilipoamua kumtegemea sana Kakulu kana kwamba yeye alikuwa ni Mungu mtoaji wa vitu. Ilifika wakati walianza kumsujudia, wakaanza kumtolea kafara na wakaanza kutoa misaada mbalimbali. Tunamwona kwamba Kakulu alipoondoka kijijini, wanakijiji waliamua kuishi maisha ya shida sana, na baadaye waliamua kuendelea kutoa sadaka kama sehemu ya kumwenzi Kakulu. Na bado tu tunamwona mhusika Mimi anabeba taswira halisi ya kuendelea kumsaka na kufikisha ujumbe Kakulu, japokuwa alikuwa ameondoka, na alisema sitaki kuishi katika fikra zenu, niachieni uhuru wenu, nimwachia uhuru wenu. Hii inatujengia taswira ya kwamba pengine mwandishi Euphrates Kezilahabi alikuwa anatuelezea kwamba wanajamii za Kiafrika tumeishi katika uhuru wetu. Mwanzoni tulikuwa hatuna uhuru, tunatawaliwa. Pindi tu mbepari alipoamua kuondoka, bado tuliendelea kumfuata na kuendelea kutaka misaada, japokuwa ameshaondoka nchini. Hii inafananishwa na ukoloni mamboleo, na ndio maana kaibua hiyo dhamira ya ukoloni mamboleo. Jambo la pili ni mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili umeonekana katika sehemu mbalimbali. Nafikiri ni rahisi sana kuelezea. Kwanza kabisa kupitia viongozi wa dini. Tunamwona pale padri alipoamua kunywa pombe baada ya mambo kuonekana kuwa magumu. Alipomuomba Mungu wake sana na kuona kama vile Mungu amsaidii, akachukua pombe akaanza kunywa. Pale ambapo mwandishi anaposema alianza kunywa pombe za kwao zilizochanganya. Zilipoisha akaamua kunywa gongo na kuendelea. Lakini pia tunamwona mhusika Shekhe, yeye naye aliamua kuchekesha watu pale tu alipojitaliwa visichana vidogo vitano, tunaviita vitoto vya 2000, akidai na kusema kwamba pepo inaanzia hapa hapa. Tunamwona kifo chake kilikuwa ni cha aibu, anakusimulia, anasikitisha. Lakini pia tunamwona mmomonyoko wa maadili kupitia mwanamke aliyemzaa mtoto kipofu. Kama unakumbukumbu vizuri, pale ambapo kipofu alipokuwa njiani anamsafirisha mhusika Mimi, walipokaa kwenye mti mkubwa, yule mhusika alianza kuelezea historia yake. Miongoni mwa sehemu alielezea kwamba mama yake pindi tu alipomzaa, kwa sababu alikuwa anajiuza, yani kahaba, aliamua kumtopa mtoto wake sehemu katika takataka, na ndipo ule chizi alipoamua kumchukua na kumpeleka kwa yule baba ambaye alikuwa ni msamaria mwema, alipoamua kumlea. Huu ni mmomonyoko wa maadili kabisa, kwa sababu ni nje kabisa ya utamaduni na ni jambo ambalo halifai kuwa katika jamii, na ni mambo ambayo yanapatikana katika jamii yetu, kwani kuna baadhi ya watu wanafanya haya mambo. Viongozi wa dini ambao wanashindwa kutii mila na desturi za dini wanaamua kujikita katika mambo yasiyokuwa nafaa. Lakini pia wapo wanawake ambao wanatoa watoto wao na kuwatupa. Wengine ni wanajamii, hata wanachuo, baadhi wanaona mambo ni magumu, wanaona ni fedhea, anaona kama vile maisha ya kuchanganya, maisha ya coursework, maisha ya kupambania GPA na maisha ya chuo, anaona ni magumu sana akiwa na mtoto, wakati mwingine fedhea jinsi alivyo. Lakini pia kuepuka migogoro na wazazi wake, wakati mwingine kulingana na kutokujitambua, anaamua kumtupa mtoto wake na kuamua kufanya mambo mengine ambayo ni kimomonyoko wa kimaadili. Ni mambo ambayo yapo pia katika jamii yetu. Swala jingine ni mmomonyoko wa maadili unaonekana katika maonyesho. Kuna ile jumba tunaona kuna viongozi wa dini wamo mole. Unawezaje viongozi wa dini ambao wanapaswa kukemea uchafu kama huo kuonekana pale kwenye lile jengo?
ni sehemu ambayo inabidi inathibitisha kwamba hapa kuna mmomonyoko wa maadili. Dhamira nyingine, dhamira ya tatu ni matabaka. Matabaka yameonekana sehemu nyingi, lakini kwanza ni ule mpangilio wa mabara katika jengo la Olympic. Mwandishi aliyapanga anasema tunaona bara la Ulaya linatangulia, linafuata bara la Amerika, linafuata bara la Asia, na baadaye kabisa dakika za jioni inaonekana mwa Afrika. Pale mwandishi anaposema Ulaya utaanza kuingia, Amerika utafuata, Asia utafuatia, pia Afrika utaingia mwishoni. Hii inathibitisha kwamba hapa kuna matabaka, kwa sababu Mwafrika anatengwa na kuelekwa nyuma katika kila kitu. Lakini pia imeonekana pia katika mkao wa watu ukumbini walipojipanga kulingana na hali zao. Tunaona walikaa wanasiasa, wakafuata viongozi wa dini, wakafuata maprofesa, wakafuata watumishi wengine wadogo wadogo. Mwishoni kabisa walikaa lala hoi na vurugu zilikuwepo kule, kama nakumbuka vizuri. Dhamira nyingine ya 4 kama sio ya 5 ni swala la umaskini. Hili nimejitanabaisha katika sura ya 2, lakini pia maisha ya mhusika kipofu kabisa, ambapo yeye alipoanza kupiga malumba na kuamua kuimba, alipokuwa anamsimulia yule mhusika mimi, alisikika akisema, nilisikia akiweka kopo langu mbele yangu. Sasa nilitambua ningekuwa maskini ombaomba maishani mwangu kote. Hii ni uthibitisho kwamba huyu mhusika alikuwa kipofu na aliamua kusaidiwa kufundishwa njia ya kujipatia kipato. Kwa hiyo sasa ile kopo lililowekwa pale ilikuwa ni sehemu ya kudhibitisha kwamba aligundua kwamba nitakuwa ombaomba na maskini maisha yangu yote. Kwa hiyo kupitia hapo mwandishi anaibua swala la maskini kupitia mhusika huyu kipofu. Lakini pia swala jingine ni usaliti. Dhamira nyingine ni usaliti. Usaliti umeonekana kwa viongozi wa dini ambao walipoamua kumsaliti Mungu wao. Katika kurasa wa 24 tunaona pale ambapo walipoamua kuachana na tamaduni zao, wakaamua kumsaliti Mungu wao. Tunamwona padri alichokifanya, hainabudi kurudia, sio lazima kurudia kwa sababu tayari tumeshazungumza huko juu. Lakini pia tunamwona ukurasa wa 2 mama Kakulu alipomsaliti mtoto wake, pindi tu alipomwangalia akamwona na meno, akasema hapana, hapa siwezi kukaa. Huyo mama Kakulu akaamua kukimbia. Alipokimbia, huu ni usaliti kwa sababu Kakulu alianza kuishi maisha ya kujitegemea na aliprove ama kuthibitisha kwamba anaweza kuishi peke yake na jamii wakafurahia uwepo wake na akafanya makubwa. Lakini haitoshi kuthibitisha kwamba huo ni usaliti aliofanya mama yake. Dhamira nyingine ni swala la umoja na mshikamano. Hili limejitokeza katika ukurasa wa kwanza kabisa, pindi tu wanajamii walipoamua kuungana na watoto kwa wazee katika kwenda kuomba msaada kwa Kakulu, hasa mlima ulivyokuwa na moto. Waliungana, tunaona mpaka ambapo wazee walipoamua kuchukua ubuyu na kusema kwamba Kakulu anapenda ubuyu, wakambebea ubuyu, wakaenda akampa Kakulu. Mwisho siku tunaona kama mvua ikanyesha. Hii ilitokana na muungano wa wanajamii, watoto kwa wazee kwa pamoja. Kwa hiyo ni swala ambalo limejitanabaisha hapa. Lakini pia tunaona swala la unyonyaji na ukatili pale tu yule mhusika aliyokomboka kifikra, aliyokuwa ni mkombozi wa Afrika, Kombolelo, alipoamua kuuliwa pindi tu alipokataa kufuata utamaduni wa wale wenzake waliomtangulia. Lakini pia kuna nafasi ya mwanamke imeibuka hapo pia. Katika nafasi ya mwanamke tunamwona mwanamke kama jasiri. Utajiuliza kama ni nani yule mwanamke wa Kiafrika ambaye aliposimama na kuambia msinitishe na kunibabaisha, akavua kiatu chake na kuamua kuwapiga, akapasua jicho na kuwagaragaza wanaume 10 waliokuja kinyonge, mpaka pale ambapo watu waliochukua mafunzo yao na walioenda depo, maaskari 10 walipoamua kwenda kumsimamisha, ndipo ambapo alipoamua wakaamua kumuua na kumpoteza kabisa duniani. Lakini pia mwandishi amemchora kama ni mtu mwenye msimamo, tunamwona Mwafrika, lakini pia kama chombo cha starehe. Hii imeonekana sana sana kule pangoni pale tu mhusika kipofu alipokuwa akimuongoza njia yule mhusika asiyepewa jina, ambaye nimempa jina la Mimi kwa sababu mwandishi amemtumia kwa jina la Mimi kama sehemu ya kuzamisha katika fikra. Tunamwona huyu mhusika alipokuwa pangoni, anapoelekea kumtafuta yule mfadhili, zilisikika sauti za watoto wakiwa wanalia pale. Hii ilikuwa inathibitisha kwamba yule mzee kumbe alikuwa na watu ambao walikuwa wanawazalisha, wanawake ambao walikuwa wanawapa mimba, ambao walikuwa wanalia. Kwa hiyo hii inathibitisha kwamba kumbe mwanamke anachorwa kama chombo cha starehe. Ni dhamira ambayo inapatikana hapa. Ndipo dhamira nyingi sana, lakini hizo ndio kubwa ambazo zinapatikana hapo. Kwangu mimi Brother Storyteller, na inaishia hapo. Nikusogeze sasa katika ujumbe. Sasa katika ujumbe haina haja kupotezeana muda sana kwa sababu ni funzo ambalo mlipanda katika dhamira. Mfano, umoja ni ushikamano ni nyenzo muhimu katika kuleta maendeleo. Utaelezeaje? Pale tu na jamii walipoamua kuungana. Swala la usaliti ni kikwazo cha maendeleo. Mama yake asingemkimbia yule mtoto, angeendelea kumlea, lakini pia
nani alipomsaliti, viongozi wa dini wasingemsaliti Mungu wao. Lakini pia tenda wema uende zako, tunamwona pale mhusika yule mlezi aliyeamua kumlea yule kipofu pindi tu mama yake alipomkataa. Kwa unachukua ule dhamira zile unazibadilisha kuwa funzo ambalo umelipata. Tugusie kidogo migogoro ambayo imejitokeza kama sehemu ya kuelewa kitabu kinataka nini. Migogoro ipo mingi. Kuna migogoro kati ya mwanamke wa Kiafrika na watazamaji, chanzo alipokataa kucheza na kufuata utamaduni wa wale. Suluhisho lake alipoamua kupigwa, kunajisiwa na kuuawa. Mgogoro wa pili ni mgogoro kati ya meneja na watazamaji. Chanzo alipomleta mwanamke wa Kiafrika aliyeshindwa kufanya yale ambayo wenzake waliotangulia waliyafanya. Suluhisho lake ni meneja kuomba msamaha na kurudisha nusu hasara. Mgogoro mwingine ni kipofu dhidi ya kichaa, lakini pia mhusika mimi na yule mzee. Pindi tu alipobomoa mlango na kumkatisha ndoto, yaliibuka mengi pale nakumbuka. Baada ya kumaliza kipengele hiko, ni kutafakarishe katika masuala mbalimbali ambayo yametokea katika riwaya hii ya Mzingire. Nikukumbushe tu uendelee kusubscribe kama sehemu ya support, lakini pia kulike, kucomment, kutoa maoni, kutoa credit, kutoa pongezi, kutoa zawadi kadri Mungu atakapokubariki. Tukaangalie kuhusiana na swala la falsafa. Mwandishi Euphrates Kezilahabi anaibua swala la falsafa. Ni miongoni mwa wanafalsafa wa Kiafrika ambao wanaamini masuala mbalimbali kama vile swala la maisha. Mwandishi amelipa uzito mkubwa sana katika dhana zake mbili, hasa aliposimulia riwaya Nagona na akafuata pacha wake ambaye ni Mzingire. Na riwaya hii ya Mzingire pia imeelezea swala la maisha katika safari ya motifu ya safari ya maisha, ambapo tunaona kwamba safari ya kuyatafuta maisha inafanyika na mhusika mimi. Kumbuka kwamba mwandishi anaamini kwamba maisha hayana maana. Sasa anatengeneza safari kuthibitisha kwamba hakuna maana ya maisha. Kwa namna gani? Hilo ndio swala kujiuliza, kwa namna gani? Sasa kumbe yule mhusika alipokuwa anaanza kusafiri, safari yake inatumia karne na karne kwenda kwa ule mzee. Kwanza kabisa kilichompeleka kule haukipata, kwa sababu anamwambia nimekuletea taarifa ya kifo cha mwanao. Anamwambia kwanza sina mtoto. Anapoamua kurudi, anarudi, karne na karne zinapita. Lakini anapofika sehemu alipokuwa ametoka, wale wana kijiji waliokuwa wamemtuma hawakuti. Lakini pia anakula kijiji chake kimeteketea na kuangamia kabisa na uvumbuzi mkubwa. Kwa ujumla safari yake huyu mhusika ni juhudi za kumtafuta mzee zinafananishwa na juhudi za wanajamii katika kutafuta kiini cha maisha yao. Riwaya hii inamtazama kwamba maisha ni swala ambalo lenye utata sana na lisiloweza kutatulika, wakati baadhi wakihangaika kujenga na wengine wanapokuamua kubomoa. Yaani wengine wanapoamua kutengeneza majengo makubwa na kuna watu wengine wanajenga na kutengeneza silaha za nyuklia kwa ajili ya kubomoa. Pindi ambapo mwanadamu anapokuwa anapambana kutafuta maisha, anakutana na vikwazo mbalimbali ambavyo vyenyewe vinamkuta, vinampelekea kuto kuyafikia maana ya maisha. Kwa hiyo mwanadamu anaishi akiwa anaona kama vile maisha hana maana. Wewe mwenyewe tufikiria katika muktadha wa kawaida. Unaweza ukasoma katika maisha yako yakawa shule, ukasoma na taaluma yako ukamaliza shule, unafika mwishoni unajikuta unaenda kufanikiwa kwingine kabisa nje ya taaluma yako. Unakuwa winga Kariakoo, unakuwa ni muuzaji mkubwa wa vitafunwa, unakuwa ni mpiga debe, unakuwa ni mwanajeshi. Kwa anajaribu kueleza kwamba kuna wakati tunatafuta mafanikio fulani lakini hatuyapati. Mwandishi anaamini kwamba maisha hayana maana, lakini pia ni kizungumkuti. Kuna swala la dini pia. Mwandishi Kezilahabi anatutafakarisha kwamba kwa nini anaamua kuadhirisha viongozi wa dini? Kwa nini anaamua kuidhirisha dini? Hapana, kumbe anaichukia dini mwandishi Euphrates Kezilahabi? Hapana. Mwandishi Kezilahabi haichukii dini, bali anawachukia viongozi wa dini. Anaamini kwamba wapo viongozi wa dini ambao wanashindwa kufuata kile ambacho kinawaamrisha. Tulitegemea shida zilipokuwa zimetokea katika jamii kama vile ukosefu wa vyakula, ukame uliokithiri, watu wa dini ndio walitakiwa kusimama kumuomba Mungu wao. Lakini cha ajabu, walipomuomba wakashindwa kudhibitisha imani yao waliokuwa nao na kuamua kunywa pombe na kufanya mambo ya ajabu ambayo yameonyeshwa kwenye kitabu cha Mzingire. Lakini pia kuna umuhimu wa wazee. Tunamwona kipofu ambaye alimuongoza yule mhusika mimi kuanzia mwanzo wa safari yake mpaka mwisho. Lakini pia tunaona kuna swala la imani pamoja na mantiki. Kwenye imani na mantiki tunaona kupitia mazungumzo ya mhusika mimi katika riwaya yake ukurasa wa 57 aliposema, kila wakati unachanganya kwako na kuwepo kwangu, tutasuluhishaje hili swala? Kila mmoja kama alivyokuwa huru kamili,
kila mmoja awe na uhuru kamili. Maneno hayo ya mzee yanafafanua dhana na maelezo ya Wamitia katika mwaka 1961 akimnukuu akisema akinukuu kauli ya Soren Kierkegaard, kwa Mungu aliumba hali ambayo yeye mwenyewe hatambuliwi. Tunamuona Mungu kupitia imani na kwa maono yetu tunamuona Kwa mwandishi Euphrates Kizirahabi, kama mtu anakwenda mbali zaidi ya imani, anatuonyesha kwamba imani ndio njia pekee ya kumwezesha mwanadamu kumfikia Mungu, na anaonyesha kwamba kuna hatari ya kutegemea imani kama njia pekee ya kuyatatua matatizo tunayokabiliana nayo. Mfano, padri alipoamua kutegemea kuwa na imani na Mungu, akategemea imani pekee, mwisho wa siku anamuomba Mungu mambo akakwama. Hafanyi kazi, anamuomba Mungu. Kwa hiyo imani sio kitu pekee ambacho kinakufanya wewe kutatua matatizo mbalimbali kwenye jamii. Japokuwa na imani na Mungu, lakini mwandishi anachotaka kulenga ni kwamba tunapaswa kutumia akili zetu wenyewe, ijapokuwa tuna imani zetu. Kwa hiyo za kuambiwa changanya na zako. Imani changanya na kufanya kazi na kupambana. Hata Mungu anatusaidia kwa zile jitihada ambazo tunazozionyesha sisi. Sio tu tunamuomba wakati wote tumekaa tu, Mungu nisaidie. Padri anamuomba Mungu wakati wote afanye kazi, mwisho wa siku njaa inazidi, anaamua kunywa pombe na kupotea. Hata wewe unamuomba Mungu akusaidie ufaulu mtihani wako na ufanye vizuri na umalize vizuri. Wakati huo hausomi, wakati huo ufanye maandalizi mazuri ya mtihani, unasubiri kuzima moto, uwashe moto ambao umewashwa. Kwa hiyo kuna wakati unampa wakati mgumu Mungu kutimizia matakwa yako kwa sababu jitihada zako ni ndogo. Japokuwa Mungu ni mwingi wa rehema, katika kina cha maandalizi yetu, hata kama ni madogo na sio kamili, anatusaidia kutuongoza, kutukumbusha na kutufanyia wepesi. Hatimaye tumefaulu na tunaendelea kusoma katika masomo yetu. Swala jingine ambalo limeonekana hapa, notes za muhadhara wa KF linaonekana ni swala la motifu. Hebu maki kwanza, pumzika, tunywe maji. Nini maana ya motifu? Tutaichambua hapa, imeonekana wapi, na tutaangalia dhana mbalimbali ambazo kupitia notes kitabu hiki kinaonekana kuingia katika eneo gani ambao ni muhimu, ili tusaidie sisi kujikita zaidi katika maeneo muhimu ambayo pengine yanaweza kutusaidia kutoka, na kama ukisikiliza kwa makini utafaulu vizuri. Niite John Mabala, tupate pumziko kwa kunywa maji na kurelax. Motifu ni nini? Motifu tunasema ni wazo, tukio, ishara au hali inayojirudia. Pigia mstari kwenye kujirudia hapo. Mara kwa mara kwa lengo la kusisitiza ujumbe au dhana fulani katika kazi ya fasihi. Ni kipengele kinachojirudia katika kazi ya fasihi kwa lengo la kuimarisha maana au dhamira ya kazi hiyo. Kwa hiyo basi usitishwe na neno motifu, ni rahisi sana. Ni vile dhana ambayo mwandishi anaziibua mara kwa mara, ambazo kwa hakika zina lengo lake ni nini? Ni kukamilisha ule ujumbe ambao anataka kufikisha. Mfano, kwenye riwaya yetu ya Mzingile imeonekana wapi motifu? Motifu imeonekana katika motifu ya safari. Motifu ya safari imeonekana pale ambapo mwandishi amerudia safari. Mhusika anasafiri, anatoka hapa anaelekea mlimani, anatoka mlimani anaelekea pangoni, anatoka pangoni anaelekea mwishoni. Kwa hiyo ndio motifu. Ni rahisi sana. Nafikiri sasa umeanza kuelewa kama mimi ambaye nilikuwa sielewi. Lakini pia kuna motifu ya ndoto. Tunamwona mhusika anatumia mhusika mbalimbali kama mhusika kichaa, mhusika mimi, mhusika mzee ambaye maisha yake ni ndoto. Kwa hiyo mwandishi amezirudia zile dhana zaidi ya mara moja. Kurudia lengo lake ni kufikisha ujumbe ambao alikuwa anataka kufikisha au dhana maalum. Hiyo ndio motifu. Lakini pia kuna masuala mbalimbali kama vile kuheshimu wahenga. Tunaona kwamba Kakulu wanamheshimu japokuwa waliamini kwamba ametoweka, waliamua kufanya matambio katika mibuyu na kuamua kumheshimu kama muhenga. Simama kidogo, jaribu kuvuta taswira zile notes za riwaya. Anza kufikiria kwamba je, hii riwaya inaingia katika makundi gani ya msingi, pengine labda tunaweza kumuotea ama kutusaidia kuelewa ama kubaini masuala mbalimbali kulingana na notes ambazo tumezisoma. Mimi binafsi na kusogezea dhana chache, sio ukamilifu wa uchambuzi, bali hata wewe unaweza ukaongezea. Na ndio maana naruhusu maoni, lakini pia napokea maoni za kunisaidia kuweza kuongeza dhana mbalimbali ambazo umeziona humo.
Lakini pia kabla ya kuelekea katika mitihani, lipo kundi ambalo tunajadili kuchambua kazi za fasihi, na hili kundi ndio limesaidia kuandaa huu uchambuzi ambao unausikiliza kwa makini. Hii kikundi cha KF unaweza kujiunga pamoja, ambacho kitakusaidia kuzielewa notes na kuzielewa vitabu mbalimbali. Kwa hakika ukijiunga na kikundi hiki utazielewa dhana mbalimbali za fasihi. Kujiunga kikundi hiki ni bure na unakaribishwa watu wote kupitia 0613486430. Ni cheki nomo pamoja na WhatsApp. Tutaungana kwa pamoja kuzima moto, kuchambua hasa kitabu kinataka nini, lakini pia kuelewa background nzima ya kitabu, lakini pia kuelewa notes zile na kuanza kurelate kwamba kulingana na notes ulizozisoma kipi ambacho kinapatikana. Kwa hiyo ni cheki kwa namba hiyo nomo au WhatsApp tunapokuwa tukiandaa watu ambao tunaweza tukashirikiana nao. Tutafanya maandalizi mema na tunapofika katika mtihani wa KF kwa pamoja tutavuka. Turudi katika notes zako. Jiulize, ni vipengele vipi ambavyo umevisoma kuonekana katika riwaya hii? Hapa nakurejesha katika fasili ya sifa za riwaya kwa mujibu wa Mlokozi. Hapa ndipo tunapata hii riwaya Mzingile inaingia hapo. Katika kufasiri dhana ya sifa za riwaya, Mlokozi alikuja na mambo mawili. Jambo la kwanza alisema fani simulizi za kijadi, ambayo alisema ni ganizi. Sifa ya pili akasema ni mazingira ya kijamii. Sasa katika fani simulizi za kijadi unaweza ukauliza kwamba riwaya ya Mzingile, mimi sio mtabiri, mimi sio nabii, lakini naweza kujiuliza kwamba riwaya ya Mzingile inaingia katika kundi lipi la fani simulizi za kijadi? Hapo sasa ukifikiria kwa makini kabisa utagundua kwamba fani simulizi za kijadi zipo nyingi, lakini kuna fani moja ya kwanza kabisa ni visasiri. Nini maana ya visasiri? Riwaya hii imeingiaje? Sikiliza kwa makini, relax, kunywa maji uweze kuelewa. Visasiri ni hadithi inayohusu asili na hatima ya watu, viumbe, ulimwengu, mataifa, uhusiano wa mwanadamu pamoja na mizimu. Huyu ni Mlokozi 2017, ukimsoma vizuri amefasiri dhana ya visasiri. Sasa basi ukirudi katika riwaya yetu ya Mzingile, mwandishi hajatumia visasiri? Jibu ni hapana, ametumia ukurasa wa kwanza. Ni rahisi sana ukalili ukurasa wa kwanza, sura ile ya kwanza. Picha tu linapokuwa linaanza linamuonyesha kisasiri cha kuzaliwa kwa mtoto kizee ambaye ni Kakulu, ambapo kisasiri kile kinaelezewa sehemu mbalimbali alivyokuwa, maajabu yake na mambo mengine yaliyofuata. Kwa hiyo basi hiki kinathibitisha kwamba mwandishi ametumia kipengele cha sifa za riwaya kwa mujibu wa Mlokozi, kisasiri, ambacho ni fani miongoni mwa fani simulizi za kijadi. Lakini pia tumefikiria kwamba pengine hekaya inaweza ikaingia kulingana na sifa zake. Nini maana ya hekaya? Hii ni homework kwako au ni fumbo kwako, ni tafakari kwako, na fikiri, je, inaingia? Hekaya ni hadithi inayosisimua kuhusu masahibu ya matukio ya ajabu yasiyo ya kawaida. Mara nyingi hufungamana na mapenzi. Sasa basi ukiangalia hii riwaya, je, haijafungamana na matukio yasiyokuwa ya kawaida? Ndiyo, matukio yasiyo ya kawaida yamejitokeza, na hii ndio riwaya ya kifalsafa. Tunaona kwamba kupitia mwandishi ameibua matukio mbalimbali ya ajabu. Tule mhusika aliyekuwa na kama taa mwanamke, lakini pia sijui kuishi pangoni, kujenga milimani, yani mambo ya ajabu mengi yameibuka mule. Hii ni uthibitisho kwamba inaweza ikawa hekaya. Unaweza ukanibana ukasema Mabala the Storyteller. Lakini hii dhana ya mapenzi yameingiaje hapa kwenye hii riwaya ya Kezirahabi? Unajiuliza hivyo, na mimi ndakujibu kusema nimesema hekaya kwa dhana ya mapenzi imeonekana pale ambapo mhusika mimi alipoamua kuungana na mwanamke. Mapenzi yalionekana pale, mpaka sehemu moja nasema kwamba waliamua kukumbatiana wakiwa hawana nguo, wakiwa uchi, na wakalala vizuri sana, usingizi ukawapiga, wakafurahia siku yao vizuri, na mvua ikawasindikiza. Yale ni mapenzi ambayo yameibuliwa katika dhana zile. Kwa hiyo tunaona kwamba mambo yaliyoibuliwa pale ni matukio ajabu na mapenzi. Hii inanipa uthibitisho wa kwamba pengine ni miongoni mwa fani simulizi za kijadi, kwamba hii ni hekaya. Lakini pia kuna swala la sira. Sira ni masimulizi ya kweli kuhusu maisha ya mtu. Masimulizi haya yamejikita katika vipengele viwili. Jambo la kwanza kabisa ni wasifu, jambo la pili ni tawasifu. Unabidi ufikiri imeingia katika kundi lipi. Kwa nini tumesema sira inaingia? Kwanza kabisa maana ya wasifu. Wasifu ni habari ya mtu zinasimuliwa na wasifu na mtu mwingine, kama vile wasifu wa marehemu. Yaani mtu mwingine ndo anasimulia.
Lakini jambo la pili ni tawasifu. Tawasifu ni habari za maisha ya mtu zinasimuliwa na mtu mwenyewe. Hii tawasifu imeonekana katika riwaya yetu, ndio maana tumesema fani simulizi za kijadi kikundi cha Sia kinaingia pindi tu pale ambapo tawasifu inapoonekana. Pindi tu yule mhusika mimi aliyofika kileleni akaamua kuvunja ule mlango, akakasirika yule mzee, lakini mwisho wa siku alipokaa akaamua kusimulia. Alipoanza kusimulia, ajisimulia jinsi alivyokuwa kijana, akaanza kujitamba. Nilipokuwa kijana nilikuwa napiga mieleka, niliua watu wengi, mpaka pale ambapo siri yangu ilipokuwa imevumbuliwa ya kwamba ninatumia kivuli, ule kichaa alipopiga kivuli changu nikaishiwa nguvu. Sasa hivi ona sasa wanifanya ninapokuwa nataka. Alisimulia historia ya maisha yake. Hii inathibitisha ya kwamba hiyo ni wasifu, hiyo ni tawasifu. Lakini pia simulizi nyingine ambayo tunaipata pindi tu ile kipofu alipotulia kwenye ule mti mkubwa wenye kivuli, na ule mhusika mimi aliyokuwa anapeleka majibu akiongozwa njia, alianza kusimulia kwamba kwa nini amekuwa kipofu. Kama unakumbuka vizuri, alielezea kwamba mimi hapa nilijiandaa na mtihani wangu wa kidato cha 6, macho yangu yakazima, nikaamua kupiga marimba, sijui babangu mlezi akafa, nikageuka kuwa maskini na mambo mengine ambayo tumeangalia huko nyuma. Kama hujasikiliza, rudi katika masimulizi ambayo nimesimulia mwanzo, sikiliza makini, lakini usisahau kusubscribe na kucomment kazi ambayo imeandaliwa. Kipengele cha pili ambacho kimeibuliwa kwenye sifa za riwaya kwa mujibu wa Mlokozi ni mazingira ya kijamii. Ukiacha mbali fani simulizi za kijani. Kwenye mazingira ya kijamii Mlokozi alisema mambo matatu. Alisema ni ukuaji mkubwa wa shughuli za kiuchumi, lakini pia mageuzi ya kijamii yaliyofungamana na mabadiliko ya kiuchumi, na jambo la mwisho ni ugunduzi wa teknolojia ya uchapaji wa vitabu. Hii ya mwisho tuiache. Dhana mbili hizi tusichukue. Ukuaji mkubwa wa shughuli za kiuchumi, je, havikionekana kwenye kitabu? Jibu vilionekana. Mageuzi ya kijamii yaliyofungamana na mabadiliko ya kiuchumi, tunaona jamii ilibadilika kiuchumi na kuamua kufuata mambo mbalimbali. Kwa hiyo utagundua kwamba riwaya hii pia imejikita katika masuala hayo. Nikusii tu ili kuendelea kupata kazi zetu ambazo zitakusaidia kitaaluma, kwanza kabisa subscribe channel ya Mabala the Storyteller. Kipengele kinachofuata ni cha muhimu sana kuliko vyote ambavyo umevisikiliza. Kabla ya kukitaja kwa kipengele, nikusisitize mambo machache. Kwanza kabisa ni kuombe uweze kusubscribe channel yangu ya Mabala the Storyteller kwa ajili ya kusapoti na kurahisisha kuweza kuzipata kazi zetu. Jambo la pili, tunakuomba uweze kutoa maoni, ushauri, dukuduku, nyongeza kuhusiana na kazi ambazo zimefanyika. Lakini pia kutoa pongezi, shukrani, zawadi, unakaribishwa. Lakini pia unakaribishwa na kuruhusiwa kujiunga katika grupu la uchambuzi wa kazi mbalimbali za fasihi na masuala mbalimbali ya kitaaluma na mijadala mbalimbali kuhusiana na kozi mbalimbali ambayo hasa katika kazi ya fasihi ambayo ndio imetuleta na kutusikilizisha imetuleta pamoja hapa kupitia nambari ya simu ya 0613486430 ambayo ndio namba ya Mabala the Storyteller. Atatuongoza katika maandalizi ya kujadili kuhusiana na dhana mbalimbali za riwaya. Usisite kushare kazi hizi kwa watu mbalimbali, hasa wasomaji wa KF, ili wasaidie katika kuelewa taaluma zao mbalimbali, ili kurahisishia usomaji na kufanya vizuri katika mitihani yao. Kikubwa ni kusaidiana, na tunaamini kama umesikiliza kwa makini simulizi iliyotangulia niliyoweka katika ukurasa wa YouTube channel ya Mabala the Storyteller, kama umesikiliza vizuri huu uchambuzi, kwa hakika utajikita katika maandalizi bora ya mtihani na utafanya vizuri kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Jambo la mwisho la muhimu ambalo nilipaswa kusisitizia ni hili. Sio vibaya nikakuacha na kionjo cha leo ambacho kitakusaidia katika kukariri notisi zako na pengine inaweza ikawa possible question. Je, unajua kwamba mkondo unaoelezea mila na desturi za Kiafrika kwamba ni mkondo wa kiethnografia? Je, unajua kwamba riwaya ya kwanza yenye mwelekeo wa kisasa duniani inaitwa Don Quixote? Hii kama inakushinda, basi nakushauri tuweka hata password ya simu ili tu unapokuwa ukifungua uweze kuikariri zaidi. Utakapoikariri unaweza ukarudisha pattern yako ya zamani. Iliyoandikwa na Mhispania Miguel Siogamondi, ni Miguel de Cervantes. Nimekutaja mara tatu. Miguel de Cervantes. Nimekutaja mara tatu ili ikae akilini mwako. Huyu alikuwa ni Mhispania na mwaka 1605 aliandika sehemu ya kwanza ya riwaya yake inayofahamika kwa jina la Don Quixote, na mwaka 1615 alitoa sehemu ya pili ya riwaya hiyo ya Don Quixote.
Lakini pia Waswahili hatukuwa nyuma, kwani uhuru wa watumwa ikawa riwaya ya kwanza kabisa. Mwandishi James Mbotelo akaandika riwaya ya kwanza kabisa, ndio riwaya ya Kiswahili ya kwanza kuwahi kutokea. Je, ulikuwa unajua hilo? Asante sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe. Langu jina ni John Mabala, Mabala the Storyteller. Asante sana kwa mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Nikushukuru sana na kutakia maandalizi mema ya mtihani. Kumbuka uchambuzi huu umeletwa kwenu na wadhamini mbalimbali kama vile Dr. Rafiki. Kwa ushauri mbalimbali wa masuala ya kidaktari mtafute kupitia namba hizo. Nikushukuru sana kwa nami mwanzo. Nikushukuru sana na kukutakia maandalizi mema ya mtihani. Kwa pamoja zima moto tutafanya mtihani tofauti. Nikushukuru sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. May God bless you. Mabala the Storyteller. Shukrani zangu ziwasilie. Asanteni sana wadau wangu wa Duse kwa mapenzi na support. Msinione mdogo, safari ni ndefu lakini nipo nanyi. Mabala the Storyteller, twasonga mbele.